Karibu barikiwe na hubiri kutoka kwa watumishi wa Mungu Elisha na Eliya katika siku hii muhimu ya wagunduzi katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Adventurous Day in the World 2026. Siku ya Ukombozi Duniani 2026. The sermon of today says walking with Jesus. Somo la leo nasema kutembea na Yesu. But before we start, na kabla tujaanza, let's pray. Tuombe. Our Father who art in heaven, Baba yetu uliye mbinguni, hallowed be thy name. Jina lako litukuzwe. As I'm going to preach to your people, ninakwenda kuwahubiria watu wako. Let's they understand. Wasaidie waelewe. And walk with you like Moses. Na watembee na wewe kama Musa. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. I pray, amen. Ninaomba amina. Amina. Good morning, sons and daughters of God. Habarini wana na binti za Mungu. Nzuri. Today I want to share a short sermon about walking with Jesus. Leo nataka tushirikiane ujumbe mfupi kuhusu kutembea na Yesu. And the key verse of today comes from the book of John. Na fungu kula leo nataka kitabu cha Yohana chapter 8 sura ya 8 verse 12. mstari wa 12. And the Bible says, na Biblia inasema, then Jesus spoke to them again saying, basi Yesu akawaambia tena akasema, I am the light of the world. I am the light of the world. Mimi ni nuru ya ulimwengu. He who follows me, yeye anifuataye, shall not walk in darkness, hata kwenda gizani kamwe, but have the light of life. Bali atakuwa na nuru ya uzima. He who follows me, anifuataye, shall not walk in darkness, hata kwenda gizani, but have the eternal light. Lakini ataenda kwenye nuru ya uzima. Moses walked with God and God became his light, guide and friend. Musa alitembea na Mungu alikuwa nuru yake, kiongozi wake na rafiki yake. Jesus wants to do the same for us today. Yesu anataka kufanya jambo hilo leo kwetu. Like for example, people who walk with God in the Bible. Kwa mfano watu ambao walitembea na Mungu katika Biblia. There is Moses, Musa, Enoki and Eliya. Na Eliya. 5 lessons we learn from Moses. Mafunzo matano ambayo tunajifunza kutoka kwa Musa. Number 1. Namba 1. Jesus knows us and has good plan for us. Yesu anatufahamu na ana mpango mzuri kwetu. Moses grew up in a palace. Musa alikulia katika ikulu. But God still has a special purpose on his life. Lakini Mungu bado alikuwa even though we are young, hata kama sisi ni watoto vijana, Jesus has a good plan for us too. Yesu ana mpango mzuri kwetu pia. We serve him at school, tunamtumikia shuleni, at home, nyumbani, and at church, na kanisani. So my dear friends, kwa hiyo rafiki zangu, if God sends you, Mungu akikutuma, don't say because I'm young I cannot do that work. Usiseme kwa sababu mimi ni mdogo siwezi kufanya hiyo kazi. We can send our heart to go and do the work of God. Tunaweza kutuma moyo wetu iende ikafanye kazi ya Mungu. So we should preach for people at school. Kwa hiyo tunatakiwa tuwahubirie wenzetu shuleni, preach for a friend at home, kuwahubirie wenzio nyumbani, preach for a friend at church, kuwahubirie wenzio kanisani, and preach for a friend at different streets. Na kuwahubirie wenzio katika sehemu mbalimbali. Because there are some of the people who don't know God. Kwa sababu kuna watu wengine hawamjui Mungu. Number 2. Namba 2. Walking with Jesus takes time. Kutembea na Mungu kunahitaji muda. Walking with Jesus takes time. Kutembea na Mungu kunahitaji muda. Moses learned to walk, to trust in God little by little and caring for the sheep at the wilderness. Musa alijifunza kutembea na Mungu hatua kwa hatua akiwa anachunga kondoo jangwani. And we grow closer to Jesus every day when we pray. Tunamkaribia Mungu kila siku tunapoomba, read the Bible, soma Biblia, obey God, kumtii Mungu, and spend time with him, na kutumia muda pamoja naye. Many people, watu wengi, do not spend time with God. hawatumii muda na Mungu. They spend time
watching nonsense. Wanatumia muda kuangalia vitu ambavyo havina maana. So I advise you today, Kwa hiyo nashauri leo, you should spend time with God. mnatakiwa mtumie muda na Mungu. Amen. Number 3, Namba 3, Jesus never leaves us alone. Yesu hatuachi peke yetu. God leads the Israelites Mungu aliwaongoza Waisraeli with a cloud during the day na wingu mchana and fire during the night. na moto usiku. When we feel afraid, Tukihisi hofu, lonely, upweke or confused, au kuchanganyikiwa, Jesus is still with us. Yesu bado yupo na sisi. Jesus is still with us. Yesu Amen. bado yupo na sisi. Still with us. Yesu bado Amen. yupo na sisi. Amina. So my dear friends, Kwa hiyo rafiki zangu, do not fear, usiogope, because God protects and guides us wherever we go. kwa sababu Mungu anatulinda na kutuongoza kila tunapoenda. Amen. So if you are sent, Kwa hiyo kama umetumwa, don't fear. usiogope. As the book of Joshua chapter 1 verse 9 says. Kama kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 9 alivyosema. Number 4, Namba 4, Jesus wants to be our friend. Yesu anataka kuwa rafiki yetu. Jesus wants to be our friend. Yesu Amen. anataka kuwa rafiki yetu. Amina. Moses spoke with God as a friend, Musa aliongea na Mungu kama rafiki. and we talk with God every time when we pray, through prayers. Lakini kila siku tunaongea na Mungu kwa kupitia kuomba. Because Jesus listens to us, Kwa sababu Mungu anatusikiliza, loves us, anatupenda and cares about our problems. na kutujali matatizo yetu. My dear friends, Rafiki zangu, remember to pray. kumbuka kuomba. Many people Watu wengi just stand up, wanasimama, go to your bedroom, wanaenda chumbani kwao, open the net, tap the net, wanachomeka neti and sleep. na kulala. Do not remember to pray our God. Hawakumbuki kumwomba Mungu. When the food is prepared, Kama chakula kimeandaa, they just take wanachukua, and eat. wanakula. They do not remember to pray our God. Hawakumbuki kumwomba Mungu. So this today, Kwa hiyo leo I advise you, you nashauri should pray every time. mnatakiwa muombe kila masaa. Amen. Number 5 and the last one. Namba 5 na ya mwisho, Jesus is the light in our lives. Yesu ni nuru katika maisha yetu. Jesus is the light in our lives. Yesu ni nuru katika maisha yetu. Amina. Jesus said, Yesu alisema, "He who follows me anifuataye shall not walk in darkness." hatatembea gizani kamwe. When we follow Jesus, Kwa hiyo tukimfuata Yesu, we will help us to choose what is right, atatusaidia kuchagua yaliyo sahihi, give us courage, atatupa ujasiri and make us kind and loving children. na atatusaidia kuwa watoto wenye upendo na wema. So don't fear. Kwa hiyo usiogope. Pray our God so that can give you courage. Mwombe Mungu ili akupe ujasiri. If you don't know something, Kama hujui kitu, if you pray our God, ukimwomba Mungu, He will help you to choose what is right. atatusaidia kuchagua yaliyo sahihi. When I'm going to end my sermon, Ninapenda kumaliza somo langu. Jesus is calling you today. Yesu anawaita leo, Walk with Him, tembea naye, trust Him, muamini and stay closer to Him. na kaa karibu naye. If you walk with Jesus every day, Ukitembea na Mungu kila siku, He will lead you in a safe place atakuongoza sehemu salama and make you light to others. na kukufanya kuwa nuru kwa wengine. So, Kwa hiyo you should help others to get the word of God. mnatakiwa wasaidie wengine kupata neno la Mungu. And always remember this. Na uwe mnakumbuka hili. Jesus is our light. Yesu ni nuru yetu. Jesus is our light. Yesu ni nuru yetu. If you say that, Kama unasema you will let Jesus come in your life, utafanya Mungu aje katika maisha yako, you will let Jesus be your friend, utafanya Mungu awe rafiki yako, and we'll walk with God like Moses and Enoch. na utatembea na Mungu kama Musa na Enoki. Stand up with me as I'm going to pray. Simama nami ninapoenda kuomba.
Our Father who art in heaven, Baba yetu uliye mbinguni, hallowed be thy name. jina lako litukuzwe. As your kids have promised to walk with you like Moses and Enoch. Kama watoto wako waliposema watatembea na wewe kama Musa na Enoki. Please give them courage. Tunakuomba utupe ujasiri. Remove their afraid. Utoe uoga. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo, I pray. ninaomba. Amen. Amina. Wote tutaimba huko mbinguni juu, sababu majina yetu yameandikwa juu. Elisha na Eliya tutaimba huko mbinguni juu, tukiwa na malaika na watakatifu wa mbinguni.